Saidi baba. Saidi baba. Hey! Yahoo! Mbanzimia. Yeah. Kifungo. Najiuliza kitaisha lini? Kifungo. Hiki kifungo kitaisha lini? Aha, niambie. Bali. Vipi? Mwanangu. Naona ile umenenepa kweli. Lete story. Unaona kenye kisachi. Hii yenyewe. Sasa inaendaje? Hiyo hapo 80 tu. Acha tamaa ndugu yangu. Tusema nini wapi bwana? Mimi bei yangu ile ile. Sikia sasa. Niangalie basi kidogo. Wewe unaweza kukuta mkopo. Wewe unajua mazingira ya simu za sasa hivi. Bwana, cha msingi bwana. Mimi nitakupa 50. Kama utaweza pokea, kama uwezi shika simu yako ondoke nayo. Sasa nende nao wapi? Na wewe ndio unajua ndo familia. Sasa sikiliza mdogo wangu. Mimi mzigo unachukua lakini kwa sasa hivi hapa hela sina. Sawa? Shika hii kwanza. Alafu nyingine baadaye nini nitimbie, kila kitu kinakuwa sawa. Hakuna shida. Acha kujifikiria. Au sio bwana? Ila ukipatikana mzigo mwingine lete, usina wasiwasi. Haya. Wewe ndio familia mwenyewe ni kijiji. Sasa mume wangu, masuala ya Lingo kwenda kwa mganga ni kitu cha ajabu. Unataka kuniambia maisha yako yote hujawahi kwenda kwa mganga? Nafikiria sijawahi kwenda na sitakuja kwenda katika maisha yangu kwenye shiriki. Aise, kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Kila mtu ana sehemu yake anayoiamini. Ameamini kwa mganga, mwache aende. Wewe inakuumiza nini mpaka unakosa amani humu ndani? Kwa sababu ya Lingo kwenda kwa mganga? Mume wangu. Labda una mengine. Hivyo unafahamu yule ndugu yangu? Najua ni ndugu yako, sikatai. Na unajua kabisa kwamba adhabu ya shiriki iko vipi? Hapana. Swala la kawaida lile. Yaani sikutegemea kabisa kama ungeweza kunishauri vitu kama hivi. Ninachojua yule anafanya makosa kwa sheria yetu ya dini. Na ndio maana mimi nilivyokuoa wewe nilikuwa katika sheria ya dini. Nilikuwa kwa sababu ya kwenda kwa waganga. Sawa, umenioa katika misingi ya dini, sikatai. Lakini sidhani kama nitaweza kuwa mtu wa dini sana. Wewe mwenyewe unajua mazingira ulionikuta nayo mimi sio ya dini. Astaghfirullah. Kwa mimi nitaiheshimu dini, nitakuheshimu wewe kama mume wangu, lakini kusema eti nitafuata misingi yote ya dini kwangu mimi sijui. Inshallah. Na Mwenyezi Mungu akujalie khairi katika hilo. Labda. Lakini mimi naona yuko sahihi. Hamna shida, kaoge mume wangu, maji hapo tayari. Dini. Kuna watu walikuwa na dini wewe. Wewe unasema una dini? Kwa dini gani? Yahoo! Tulia. Taratibu baba, taratibu nakuomba. Shida nini? Wewe si mjanja? Sasa leo tupo nomo wawili. Ulikuwa unapanga, mimi leo napanga zaidi la kwako. Sasa leo nakuua. Nakuua. Judas, Melissa, hello, anybody? Quiet please. Hello,
Hello, Melissa. Tulia. Kama unafahamu ya mbele, mimi nafahamu ya nyuma. Sana. Simezoea kutujibu ovyo ovyo, kutujibu vibaya kwa watu ambao wafahamu. Sasa leo nataka nikuonyeshe unijue mimi ni umbile gani. Umbile? Mimi ni mtu mbaya sana, zaidi ya ubaya. Sasa leo nitakuonyesha. Njoo nikuunguze. Tonye mshumaa na kuunguza. Tonye mshumaa. Gani wanamkorosho gani? Mwanamke ziwa hasa ukiwa nalo mwanaume kifua, mwanaume kifua. Saidi baba. Saidi baba. Eske yo zore siringai. Ringo, hutoniweza. Hutoniweza. Nitakuonyesha. Uwezi kupambana na mimi. Zore siringai te. Mwana kapotea. Huyu ni mwangu. Mwanae kampoteza mwenyewe. Mwenyewe. Huyu ni mshirikina. Kampoteza kimazingira ya kichawi. Mwanamke nafiki sana huyu. Ni muongo huyu. Wewe mganga ni muongo. Mimi ni muongo. Nimeajuaje? Wewe ni mwanga, mchawi, wizard. Bigi. Huyu matatizo yote mtaani, katika mtaana ukawa kwao. Hakuna mwanamume asiyotembea naye. Sio mtoto, sio wakubwa. Mpaka mtoto mchanga akizaliwa anatamani azini naye. Unaona? Mimi si nilikwambia hakuna mganga hapa. Hapa hakuna mganga. Tulia basi. Hakuna mganga hapa. Umeleta kwa nani wewe? Tapeli huyu. Usibishane na mimi ndio nafahamu. Matatizo yako yote nayajua. Kuna lolote. Nayajua. Wewe hujaiba mchele pa dukani. Ona sasa. Anaiba michele dukani. Mganga kibaka huyu. Anaiba michele dukani. Kaenda kununua mchele kilo moja. Akaiba mchele robo. Hapa hakuna mganga. Kwa kilo moja na robo. Nimejuaje? Mganga uchwara, mganga. Nimejuaje? Huyu ni Mama Su. Mama Su. Asibishane na mimi. Subiri nimfuate. Wewe Mama Su. Mama Su. Mama Su. Tika biloba loba. Saidi baba. Saidi. Sasa unafanya nini? Au unachozungumza mganga kweli? Wewe unaona hapo kuna mganga? Wewe unaendelea kusikiliza mimi nadhalilisha, unaona kuna mganga hapo?
swala wewe una matatizo. Kwa kama una matatizo, hebu mpe basi mtu nafasi ya kumsikiliza, utaelewa. Sasa sikia, utabakiwa na huyo mganga wako atakutibia na familia yako wewe. Karibuni kwa mganga mwenye dini mbili asoma darasa 7 na 6. Kuna nini hapa? Mwenyewe nilitoka. Ndo narudi sasa hivi kuchukua dawa. Umefika service tulikuwa na wewe huko ndani wewe sasa hivi? Hapana. Wewe kuna vitu unatumia. Na sijui vitu aina gani. Aka. Yaani umeniuzi sana yani. Sio tapeli, yani tatizo lako wewe muoga, yani wewe muoga. Mimi sina uoga wale na wajua. Kwani unaona pale wewe, yani mganga gani? Tunaongea naye ndani tunatoka nje tunakutana naye. Wewe unaona pale kuna mtu kweli? Sasa ile ndio michezo, ndio maana nikakwambia yule professional. Sasa ule ndio professional wenyewe. Wewe unazingua sana. Yani kwa kifupi mimi sijapenda. Hauwezekani ukawaleta vitu vya kijinga kama vile. Sasa wewe unafikiri vipi? Watu kweli tunaishi hivyo sisi? Sasa hivyo matatizo yako yatakusaidia nani sasa? Kulikuwa hakuna sababu ya wewe kuja kwangu mimi. Ulikuja sasa kufuata nini? Umekuja kufuata ushauri. Mimi nakupeleka kwa mtu, alafu wewe unakuja sasa unakwenda kunidhalilisha. Basi. Kwa sababu hilo tatizo ni la kwako wewe, sio la kwangu mimi. Hilo mimi naachana nalo. Haiwezekani mimi nikae nasumbuka kwa vitu vidogo kabisa hivyo ambavyo havina maana yoyote. Unaona bwana? Ni bora tu ningekuwa nimedili na biashara zangu, basi jambo linakuwa linaenda. Wewe. Simu ya kwangu mbona? Simu yako hivi kumbe sijakuhadithia. Mimi niliibiwa simu yangu. Ndio maana unaona siko na simu. Mbona unachanganya? Ndio hii hapa, hii ni simu yangu hii, mimi niliibiwa tena washaivua hadi na cover. Hii ni simu yangu hii. Kabisa ndio yenyewe. Nazisikia. Yule mtoto naona anataka kwa mimi kunipanda kichwa. Hiyo simu mimi kuna dogo kaniletea. Yukoje kwanza? Dogo mmoja hivi bwana hapa mtaani, ila anajifunga mavitu kichwani. Ewa. Huyo. Mimi alinikaba akanichukulia simu yangu. Niliumia kishenzi, yani nilisahau tu kukuhadithia. Simu ya kwangu hii. Mimi sina simu hapa nilipo. Wakulungwa Mngoge kibiki cha mtonga mtonge tonge na upile yalimdumu munjua mwekolero mambalugome akabamandula na ulangawela Kinyamkera nunduruzezeta mkulu kalikachayo Mfamgoha hondo mlezi wa wana. Leo hii nataka nimtume kijana wangu ende akamsaidie mkwe wangu. Binti, nimekuita hapa Kilingeni. Kuna kazi nataka nikutume wende ukaifanye wewe mwenyewe kwa mikono yako. Wende ukamsaidie mkwe wangu na umtibu maradhi aliyokuwa nayo. Ametoka hapa na kiumbe changu Maimuna. Anacho huko. Lakini kabla hujafanya chochote umpe kifungo asijue lolote la kufanya. Hiyo ndo kazi nataka kukupa. Sawa? Na Koki, nimekuelewa. Mume wangu mwenyewe. Naam. Shaoga mwenyewe shapendeza mume wangu. Nikufute maji baba. Mashallah.
Yaani wewe ukija kuniacha wewe nitakunywa sumu ninavyokupenda. Baba la baba. Ole wako. Usinye sumu bwana, haya mambo ya kawaida tu. Kawaida? Ulivyo nani hivyo? Bonge la mwanaume. Najua ukipita huko wanakutolea macho sana. Naam. Kanzu yako hii hapa vaa mume wangu. Naomba kibaragashia kwanza hicho. Nianze nacho hicho. Acha nikuvalishe. Lazima upendeze baba. Naam. Najua uko unapopita huko. Wadada wanakutolea macho. Sasa kuwa makini. Sawa mume wangu eh? Naam. Nakupenda sana 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 tena sana. Wai jamaa. Basi niongee na shemeji hapa kwanza. Kuna mambo tuyaweke sawa. Shemeji. Habari Shem. Salama. Sasa Shem, nilikuwa na shida na wewe, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Basi sawa, ingawa nilikuwa nataka nielekee dukani pale kufungua, lakini sio mbaya. Sawa, hamna shida. Asante. Naona wewe umeshindwa kuongea na mdogo wako vizuri. Niachie mimi, nitazungumza naye na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mume wangu eh? Basi inshallah kama itakuwa. Jamani. Katea wakatea Bulanda wa pombo Ufaume wa katuna Dunia mwatateme Mgongo wa Maria Kasongo wa katuna Pombo wa Bulanda Nyama mwenzenu yamenifika, so size yangu yanonikuta. Mpaka nabishana na wahenga walosema vumilivu ula mbivu. Nimevumilia, naambulia maumivu tu. Mwisho nikajaribu kwa mapenzi, huenda ningepata furaha. Lakini bado maumivu yakazidi kujaa. Najiuliza najiuliza kitaisha lini hiki kifungo kitaisha lini kifungo cha mapenzi ama kifungo cha giza najiuliza kitaisha lini